uchumi haukuwa mahali pazuri kwa sababu ya hiyo COVID-19. Lakini Mungu ametujalia miaka miwili sasa, tumefanya kazi kiasi. Hata kama bado kuna matatizo, kuna ile hatua ambayo tumepiga. Unakumbuka siku ile ya 2022, unga kilo 2, packet moja ya unga ilikuwa 240-250. Ndio uliona ile maandamano ilikuwa inapangwa kila siku ya sufuria. Nego kana tego. Lakini tumejaribu kiasi. Unga imeteremka kidogo, haiko 240-250, iko 120-130, hapo ingine brand ingine 140, na tunataka tuidhibiti zaidi, ishuke hata zaidi, ikuje 100. Tulifanya hivyo kwa sababu tulipunguza bei ya fertilizer. Kwa sababu tulikuta fertilizer ikiwa 7,000 kwa gunia moja. Tukateremsha ikakuwa 2,500, ndio wakulima wapate fertilizer ya kutosha ya kuzalisha mahindi, ndio bei ya unga ishuke. Ni mwanjigwa. Vile vile kahawa yetu 2022, kilo moja ya kahawa mkulima alikuwa anapata shilingi 50, ikienda sana 60. Kupitia kazi kubwa ya miaka miwili ambayo imepita, sasa hivi Kiambu, Murang'a, Nyeri, Kirinyaga, Embu, Tharaka Nithi, Meru, kaunti ambazo zinakuza kahawa, tunalipa kilo moja 110, 120, 130, 140. Pale Embu imekaribia 150 kwa kilo moja. Why? Tulipunguza bei ya fertilizer, tukatafuta masoko, tukaondoa zile kateo zilikuwa zinasumbua wananchi, na tukapeana pembejeo ambayo inasaidia kuimarisha bei ya kahawa. Kwa hivyo bei ya kahawa sasa imerudi mahali ilikuwa miaka 35 iliyopita. We have the highest coffee prices comparatively in that 5 years. Majani chai tunang'ang'ana, bado haijafika mahali tungetaka. Tulikuta average price ya majani chai ikiwa 44 shillings, sasa imefika 64 shillings average. Tunataka tuisongeshe ifike 100 na 2022 tulikuta kahawa sio kahawa, maziwa 33 shillings, 28 shillings, 27 shillings, 37 shillings. Leo KCC inanunua maziwa shilingi 50 kwa lita, and we are working hard to even increase the current price. Kwa hivyo kuna hatua tumepiga. Ile mambo tulisema wakati tunaomba kura, mtuchague, tuimarishe kilimo. Mtu ambaye vile mheshimiwa amesema, mtu ambaye ni tajiri haelewi maana ya bei bora ya kahawa na bei bora ya maziwa na bei bora ya majani chai, kwa sababu yeye sio mkulima, hako na pesa ya kutosha. Lakini familia nyingi katika taifa la Kenya zinategemea mapato ya kahawa, majani chai, maziwa na vile vitu vingine tunakuza hapa, ikiwemo avocado na vitu zingine. Nebo kana tegu. Si ni kweli? Kwa hivyo tunakazana kuimarisha na kuboresha ukulima, ili jamii nyingi mashinani zinazotegemea ukulima ipate fedha zaidi, na hiyo ndio tuliita bottom up. Yaani kuinua uchumi ukiangazia sana wale watu ambao wako katika
mapato yao ni madogo. Tukasema bottom up economic transformation. Vile vile tukasema hivi, watu wetu wengi katika taifa letu la Kenya, ikiwemo hapo Central, ni wakulima ama wafugaji ama ni wanabiashara reja reja, ni wachuuzi, ni mama mboga, si ni kweli? Si hao wananchi wengi hiyo ndio kazi wanafanya ya kutafuta riziki? Na kazi ni kazi. Hakuna kazi haina maana. Mtu riziki, nasaidia familia kupata chakula, watoto wanasoma. So tukasema lazima tuimarishe, tukiimarisha kilimo, tuimarishe support kwa wanabiashara wetu, wawe na nafasi nzuri ya kufanya biashara yao. Hiyo vitu wanalima, wawe na soko nzuri, mahali watauzia bidhaa zao. Hata kama ni mama mboga, tutoe mama mboga katika ile aibu ya kuuzia kwa miarero uko nje, akipigwa na jua, anapigwa na mvua, anapigwa na vumbi, anahatarisha maisha yake kwa sababu ya magari. Tuwe na masoko ya kisasa katika sehemu zote za Kenya. Wanabiashara wadogo wadogo wafanyiwe soko mzuri, hata kama biashara yao ni ndogo, wawe na mahali ambapo kuna heshima kwa mwananchi. Na ndio umeona serikali kuu inajenga, tunavyozungumza, masoko zaidi ya 400 ya kisasa katika taifa letu la Kenya. Hiyo masoko mingi iko hapa Central, kwa sababu watu wengi hapa Central ni watu wa biashara. Nema kana tema. Nema. Kwa hivyo hapa Murang'a masoko yale yanajengwa saa hii ni zaidi ya masoko 15, na kuna mengine pia tunapanga yataanza hivi karibuni, masoko mengine zaidi ya masoko 12. So in total you'll have more than 27 markets in one county called Murang'a, in all the constituencies. Kila soko, hakuna soko iko chini ya shilingi milioni 50. Zingine ni soko kubwa 70 million. Zingine ni kubwa zaidi kulingana na vile wanabiashara wako wangapi pale. Zingine 100 million, the modern markets. Kila soko iko na pahali pa kina mama kuuza, wanaume kuuza, vijana wachuuzi kuuza mali yao bila kuhangaishwa na kanjo. Vile vile iko na mahali ya vijana wetu na wanaume na wamama wale wanajua mambo ya internet. Every top floor of every market iko na ICT hub, iko na computer, serikali itaweka, iko na internet, serikali itaweka, na bundles for free. Ndio wanabiashara waende pale, waingie kwa mtandao, wafanye biashara yao, watafute wateja wakiwa hapa. Na vijana, sana sana vijana wetu wale tunasaidia wapate kazi. Kuna wengine bado hawana kazi. Sio lazima upate kazi ya kuandikwa ya kuenda saa 2 na kurudi nyumbani saa 10, vile wale watu wazee kama mimi na wale wengine naona hapa kizazi yetu ilikuwa hivyo. Siku ya leo wale wako na bahati kupata kazi ya 8 to 5, tunaendelea kuwasukuma wapate hiyo kazi. Lakini kuna kazi za kisasa kwa mtandao. Wale vijana wanajua mambo ya internet, watawaambia wewe mama ama wewe mzee, watakwambia
Siku hizi sio lazima mtu awe mwalimu ama wakili ama, kuna kazi kwa mtandao. There is work, digital jobs. Kuna kazi huko kwa mtandao ya speech writing, app developer, transcriber, forex trading. So long as you have access to internet, stable internet, there are job opportunities for young people who are ICT savvy to get jobs on the internet, earn a living. Ndio unaona tunajenga ICT hub, kwa kila soko iko na ICT hub. Kila ward tunajenga ICT hub. Kila TTI, Technical Training Institute, iko na hub inaitwa Jitume Lab. Ukiongea nao vijana watakwambia, hata hapa Michuki Technical na zile TTI ziko hapa Murang'a. Kwa hivyo tunatafuta njia zote kuweka pesa katika mifuko ya wananchi. Hiyo ndio bottom up. Hii masoko tunajenga iko na ICT hub, iko na mahali pa kuuzia bidhaa kwa akina mama wetu, iko na mahali pa kuhifadhi nyanya ama sukuma wiki ambayo umeuza ikabaki. Iko chumba cha barafu, cold room. Unawacha ile nyanya pale ama sukuma wiki isioze. Uuze stock leo, ile imebaki uuze kesho, kesho kutwa, mtondogoo, mpaka siku ile stock itaisha. Hiyo ni sawa si sawa? Sawa si sawa? Vile vile wamama wengi ambao wanafanya biashara ni wamama wachanga ambao wako na watoto wadogo. Tukasema sio heshima mama kwa sababu wako na mtoto mdogo, kazi yake hawezi endelea na biashara yake. Hiyo markets tunajenga iko na chumba maalum. Mama wale wako na watoto wadogo wanakuja, unaacha mtoto kwa hiyo nyumba, hiyo room, anatunzwa na ule anamtunza. Mtoto akisikia njaa, mama anatoka pale sokoni, anaingia hiyo room, anasort out mtoto, anarudi anaendelea na biashara. Na tukasema hiyo ndio bottom up. Watu wengi hawaelewi. That is bottom up. Kwa sababu ule mama kazi yake inaendelea, lakini pia ako na heshima. Umesikia? Kwa hivyo these markets are modern, they are transformational. Hapa Kegumo, kwa sababu nimesema siko nyingi hapa Murang'a. Hapa Kegumo umesikia Mheshimiwa Bete ametaja. Iko Kangare na iko Mudhivi. Na hiyo ni soko kubwa ya 100 million modern market. Iko na hizo vitu zote nimesema, na ziko karibu kujaa. Unajua kuna watu wanasema hakuna kitu hii serikali imefanya. So hao watu watashangaa kwa sababu hizo project sasa ziko karibu kumalizika. Kazi yetu sasa ni kuja kufungua. In another 6 months tutajaajaa huku everywhere, hata watu hao wanaongea watakosa kitu ya kuongea. Wakati hauniruhusu kueleza mambo ya affordable housing ile tunafanya. Tuko na affordable housing projects here in Murang'a, moja Makenji, ingine pale Kandara, ingine pale Makoyo, and we are also building hostels for our institutions, the KMTC campuses, the TTIs, ndio watoto wetu wapate mahali pazuri pa kusomea. And you know, all this infrastructure we are putting in place, we are not borrowing any money. Sio ati World Bank ama nini, ni pesa ambao ni pesa ya Wakenya. That is how our country moves towards self-sufficiency, because you can do your things without having to borrow money. Vile vile
Mambo ya stima, tumesema ya kwamba stima sio starehe ya matajiri peke yao. Sisi watu ya bottom up, watu ya hii mrengo yetu ya siasa, we believe prosperity of the nation comes from the grassroots, from the people below, and reaches everyone. You don't empower just 5 rich people on top and hope that those 5 people will empower millions of people at the bottom of the pyramid. So, stima, tuko na program inaendelea na PS wa stima ako hapa. Etawa Alex Wachira. Nimwamwona. Etawa Wachira kwao ni Nyeri, ni mundu wito. Yeah? So msidanganywe, huyu ndiye ako na budget ya stima ya Kenya. So stima isipotosha hapa Murang'a, mulaumu huyu. Yeah, sababu ndio rais amemwambia asimamie budget ya stima Kenya. So huyu Alex ni mtu ya area hii, ni mtu ya Nyeri. Na Alex, umesikia, you can sit down. We are running a program saa hii na wabunge wenu wako hapa. Wabunge wenu wako hapa. Saa hii tunavyoongea hapa Murang'a, project zile zinaendelea za kushikanisha stima mahali haijafika. Ni projects za bilioni 1 na milioni 100. 1.1 billion shillings. Kila constituency imepewa pesa yake hapa Kigumo na zile constituencies zingine. So we are spending currently 1.1 billion to connect an additional 16,000 households with electricity here in Murang'a. Hao waheshimiwa wanajua ni kijiji gani iko na giza, ni kijiji gani bado stima imefika, na mahali haijafika saa hii tutaendelea kuongeza pesa mpaka kila mtu akuwe na stima kwake. Hapa Kigumo, 122 million shillings for this constituency alone, and will add resources. The PS is directed by the President to make sure that we connect as many people as possible in the shortest time possible. Barabara zilikuwa zimekwama. Ni kwa sababu uchumi ulikuwa umeharibika. Ile pesa kidogo tulikuwa tunasanya, tunaweka kwa kahawa, ndio kahawa, bei ya kahawa ipatikane, tunaweka kwa mambo ya maziwa, ukulima, mambo ya majani. Lakini sasa kwa sababu food prices imekuwa stable kidogo sasa, inflation, mumelipwa vizuri. Umesikia hiyo evidence? Hao ni wakulima, na ukiwasikiza na kuangalia wamefurahi. Si wamefurahishwa na hii serikali? Yeah, so that is our joy. That is our joy. We want to see every person in Kenya smiling all the way to the bank. Pesa mfukoni. Wanabiashara rejareja, mkulima wa maziwa, mkulima wa kahawa, mfugaji wa ng'ombe, hata mvua samaki wale wako Indian Ocean na Lake Victoria afurahi, Kenya isonge mbele. So barabara zilikuwa zimekwama kidogo, lakini kwa sababu sasa uchumi umeanza kuonyesha dalili ya kuwa dhabiti, the prices of essential commodities like fuel and unga not so bad, not where they were in 2022. Inflation not as bad as it was in 2022. It has come down from 9.6% to 3.5%. Shilingi ya Kenya imepata nguvu kiasi. Tulikuwa tunanunua dola moja 165, 167 shillings in 2022. Today, you need less Kenya shillings to get $1. 127, 128, 129.
Hiyo ndio ishara ya kwamba uchumi unaonyesha dalili ya kufufuka. Na kwa sababu tumefika hapo, sasa tumepata pesa ya kukuamua zile barabara zilikuwa zimekwama. Kwa hivyo nataka niwaambia kwamba zile Mau roads tumepata pesa, tumeanza kulipa contractors, wengine wamerudi, wengine wako njiani. Na mimi nimesikia zile barabara hapa mumesema, hiyo Kaharate na hiyo ya Gasharage, tutahakikisha kwamba hizo barabara zimeharakishwa. Kwa hivyo nitarudi hapa, contractor wakirudi site, nitakuja sasa kusupervise kama Nyapara. Mimi mtaniona huko nimevaa reflector, nimevaa sijui nini, kwa sababu hiyo ndio kazi ya deputy president. Si namna hiyo? Ukienda pale Murang'a, wananchi wanakuambia shida, unatumia hiyo mamlaka kukuamua hiyo miradi ikiendelea, unakuja kuona ndio iharakishwe, contractors zizembee, ikikamilika, wakati inakamilika, unaenda unaambia rais, anakuja anafungua. Niendelee na hiyo kazi ama nizubae? Niendelee kukuamua miradi yetu.